Karibu katika darasa letu, na leo tunaenda kutazama namna gani unavyoweza kutengeneza mchakato ambao utakuwezesha kuingiza kipato cha faida. Na sisemi mauzo, nasema faida ya kuanzia milioni 1 hadi milioni 5 kila mwezi. Ni namna gani wanafunzi wangu wanavyoplan na mimi ninavyoplan, na katika video hii nitakuonesha step by steps. Na kama unataka kufahamu zaidi kuanzia michakato yote, kuanzia napoandaa mipango, napoandaa mifumo, namna ninavyopokea wateja, namna ninavyowachuja, namna ninavyokuja kuwauzia offer, it means baadhi ya video tutazitoa kwenye program. So unaweza kujiunga na program zetu za NMU Pro au program ya Mauzo Master. Yani kama lengo lako ni kutaka kutengeneza faida ya milioni 1 mpaka milioni 5 kila mwezi, unaweza kujiunga na NMU Pro. Video hizi zote utazipata kule step by step. Kazi yako ni kuelewa namna gani mimi nafanya na wewe uweze kufanya. Lakini kama unataka kuanza step ya chini, kuingiza faida 500,000 mpaka 800,000, unaweza kujiunga na Mauzo Masterclass, and then tutashare hizi video. Na nitakuonesha kwa sababu huwezi kuingiza kipato kwenye biashara yako kabla hujaanza kuplan. Watu wengi mnafail because huplan na hujui namna gani ya kuplan hivi vitu ili kujua kwamba okay, ninaingizaje. Sawa. So lengo lako ni kwa unataka kuingiza faida 500,000, unataka kuingiza milioni 1, milioni 2, milioni 5. But the question is, una plan vipi? Umeona? Kwa hiyo nitakuonesha kwenye hii video una plan vipi na namna gani. So the first step ya kwanza ni kuanza kuplan. So nitaingia kwenye notes yangu, lakini mara nyingi mimi napenda kufanya hii kwenye daftari, but natumia hii kwenye notes ili uweze kuelewa. So the first thing ni kuplan. So tutafungua notes yangu ya kwenye simu, and then tutaanza kuplan. So hapa tutasema okay, plan yangu ni kuingiza faida ya milioni 1 ndani ya siku 30 tu. So hiyo ndo goals. Sawa? Hiyo ndo goals. Yani hiyo ndo target yangu. Target yangu ya mwezi wa 6. Hiyo ndo target yangu. Kwa hiyo nitachokifanya, nitafanyaje? The first thing, nitatumia reverse engineering. Hapa tunatumia reverse engineering. Umeona? Hichi ni kitu ambacho unaivunja. Tunaivunja. Kwa hiyo nafanyaje? Tunachukua 1 million. Kwa mwezi kuna wiki ngapi? Almost wiki 4. So tunachukua 1 million, tuna divide kwa ngapi? Kwa wiki 4. Umenipata? Kwa wiki 4. Kwa hiyo kwa wiki 4 tunafanyaje kuipata hii? Kwa wiki 4 inakuwa ni 2,500, 2,500, 500,000. So inakuwa jibu hapa tunapata 2,500. Umeona? Tunapata 2,500. Kwa hiyo target yetu per week ni kuingiza faida ya 2,500. Hiyo ndio plan yetu. Sasa the next step ni product. Umeona? Product gani nikiuza itaingiza hiko kiasi product. Kwa hiyo let's say kwa mfano nipo kwenye network, nimechagua product ya kisukari, let's say, au mifupa au yoyote. Tuseme nitachagua product moja. Labda product hii tuseme bei ya jumla nikinunua katika kampuni, tuseme tunachukulia mfano 50,000. By the way, hizi natolea mfano ili uweze kuelewa the way tuna plans, and then utafanya kutokana na biashara yako. Okay. So bei ya jumla 50,000, and then mimi nitaiuza, bei ya kuuza nitaiuza shingapi? Nitaiuza 100,000. Kwamba profit yangu kwa kila product nataka niingize faida shingapi? Ya 50,000. Hiyo ndo lengo langu. Kumbuka goal yetu kwa wiki ni kuingiza 2,500. Kwa tunachukua 2,500, sawa? 2,500 tunaigawanya kwa 50,000 ambayo ndio faida per product. Jibu tutakalopata hapa manake 1, 2, 3, 4, manake tunapata 5. Kwa hiyo manake tukiuza product 5 kwa wiki, tunaingiza shingapi? Tunaingiza faida ya 2,500.
tunaingiza faida ya 2,500. Umeona? Kwa hiyo target yetu sisi kila wiki ni kuuza product 5. Hiyo ndio target yetu. Target yetu ni kuingiza 2,500 because tunajua tukiingiza 2,500 kila wiki inatuwezesha ndani ya mwezi mmoja kuingiza shilingi ngapi? Milioni 1. Kwa hiyo tunatakiwa kujiuliza, okay, kama target yetu kuuza product 5, it means tunahitaji wateja wangapi? Umeona? Wateja wangapi kununua ndani ya wiki kuingiza hiyo 2,500. Kwa hiyo jibu tunapata tukichukua 200,000, jibu tunapata kwamba tunahitaji watu wateja 5. Kila mteja mmoja akinunua product moja, maana yake tunapata 2,500. Umeona? So the question inakuja, sawa, plan yetu. Sawa. Tunahitaji kuongea na wateja wangapi kwa wiki? Tunahitaji kuongea wateja wangapi kwa wiki ili kupata wateja 5 wanunuzi. Wateja 5 wanunuzi. Kwa hiyo hili ni swali ambalo tunatakiwa tufind. Sasa hapa tunaelekea kwenye mchakato. So tushajua kwamba tunataka kuingiza 2,500 na hii tuingiza 2,500 tunahitaji kuuza wateja 5. Kwa hiyo the question tunajiuliza, tunahitaji kuongea na wateja wangapi kila siku ndani ya wiki ili kupata wateja 5 wanunuzi. Umeona? Na hapo pia tunahitaji kujua budget. Nitakiwa nitenge budget ya kiasi gani kwa wiki kuongea na idadi ya hiyo wateja kwa wiki ili kupata wateja 5 wanunuzi. Sasa hapa kwa kuwa tuna jibu hili, ndio tunaanza kitu tunaitaga nini? Tunaita majaribio. Tunaanza majaribio. So naweza nikasema nitatumia budget, let's say budget ya 50,000 kwanza kwenye tangazo. Umeona? Nitarusha tangazo kwa siku 4 tu. Alafu nikishosha tangazo kwa siku 4, nitachokifanya hapa nitaangalia kwamba katika hii gharama ambayo niliyotumia ya shilingi 50,000 kwamba itaniwezesha kupata wateja wangapi. Okay. So tunasema kwamba tutajaribu 50,000 turushe tangazo la siku 4, ambapo kwa siku 2 nitatumia 25, kwa siku 2 25, jumla 50,000. Kwa hiyo nitaangalia sasa nikitumia 50,000 na siku 4 nitapata wateja wangapi watakao nitafuta. Umeona? Wateja wangapi? Nikichuja wateja wangapi nitabakia nao. Alafu baada ya hao nitakaobakia nao ndio nitaongea nao ndani ya siku 7 ili niweze kuona idadi ngapi ya wateja ambao watanunua. Sasa subiri nikupe mfano hapo uweze kuelewa. Kwa mfano labda let's say nimetumia 50,000, sawa, kusha tangazo siku 4, nikatafuta let's say na wateja 50. Wateja 20 nikasoa wateja nikabakia wateja 30. Wateja 30 nikaongea ndani ya wiki nzima akatokea mmoja kununua. Umeona? Na mmoja kanunua nikaingiza faida 50,000. Hapo unaweza kusema kwamba tangazo ni baya, target ni mbaya. Lakini kwa bahati nzuri nimetumia 50,000 nikatangaza katika wateja hao 50, 20 wakawa sahihi, wateja 30 sahihi. Lakini kaenda nao ndani ya siku 7, wateja 2 wakanunua, nikaingiza faida ya 100,000. Kwa hiyo nasema 50,000 yangu imenizalia faida ya 100,000. Kwa hiyo maana yake ninaelewa kwamba nikiongea na watu 30 ndani ya wiki napata watu 2. Kwa hiyo nikitaka niuze kwa watu 4 ndani ya wiki, maana yake natakiwa kuongeza idadi ya watu kuongea nao. Kwa hiyo natakiwa niweke bajeti ya shilingi ngapi? Ya 100,000, ambayo itaniwezesha mimi kuja kuongea na watu wangapi? Watu 60. Nikiongea na watu 60 ndani ya wiki nitapata watu wangapi? Watu 4. Tayari nitakuwa nimeingiza faida shilingi ngapi? Ya 200,000. Kwa hiyo nakaribia lengo. Lakini katika watu hao 60 haimaanishi wale 56 watu wanunua, watanunua tu, lakini wao watachukua time. Umeona? Wao watachukua time kuja kununua. But hapa tunazungumzia haraka, na hivi ndivyo tunafo plan. Kwa hiyo nitatest alafu then nitaangalia. Na endapo labda nimetumia 50,000, nimepata wateja 30, nimeongea nao na wiki nzima nifanye kitu sahihi, lakini hawajanunua, hii itaniashiria kwamba inabidi niongeze namba. Labda katika kitu ninachokiuza nahitaji kuongea na watu 60.
Umeona? Nikiongea na watu 60 baada hajanunua nitaongeza na bajeti, inabidi niongee na watu 120. Lakini haiwezekani kafika 120 mtu asinunue. But tukirudi hapa, ukitazama plani yetu ya kuingiza exactly kwamba tunataka kuingiza nini, inaanzia hapa kwenda juu. Kwamba nishaweka target yangu kwanza ni kuingiza 1,000,000 ndani ya mwezi mzima. Lakini ili kuingiza 1,000,000 inatakiwa ni focus na target ya wiki ambayo ndo hii hapa 250,000. Na ili kuweza kuingiza 250,000 nahitaji kuuza product ambayo faida yake ya kila bidhaa moja ni shilingi ngapi? Ni shilingi 50,000. Kwa ili kuweza kutimiza 250,000 nahitaji kuwauzia watu 5 tu kwa wiki. Kwa hiyo target yangu mimi ndani ya wiki nahitaji kuuzia watu 5 ili kutimiza lengo la 250,000. Umeshanipata? Kwa the end sasa ndo naandaa bajeti yangu ambayo itakayoniwezesha kwanza nianze kujua kwamba naongea na wateja wangapi, and then nafuatisha baada ya kuongea nao ni wateja wangapi watakuja kununua ndani ya siku 7. Umeshanipata? So the first thing is to plan. So una plan kwanza hii kwamba lengo lako linatakiwa liwe kwenye ubao. Kama una ukuta ndani uweka kwamba lengo langu mimi ni kuingiza kiasi hichi, na weka dates kwamba unataka hiyo mpaka kiasi mpaka siku gani umeshatimiza. Pili, jua ni product gani ambayo ukiuza ile faida itakuwezesha kuingiza 1,000,000. Umeona? Lakini pia unahitaji kujua ni watu wangapi watakaonunua. Na hii inaenda ikiwa ni 1,000,000 hata 500,000 hata ukiingiza 500,000. The formula ni hivi. So baada hapa nitaenda katika hatua ya pili, nitakuonesha sasa namna gani ninavyotengeneza mfumo ambao utakao niwezesha mimi kuweza kuingiza hichi kipato. Namna gani ninavyotengeneza mfumo wangu kwenye mimi biashara ambao utakaniwezesha kuingiza hichi kipato. Na hii ni video ya pili ambayo nitakuja kuelekezea. Lakini ukitaka kujua zaidi sasa hizo detail, huo mfumo ninautengenezaje haswa step by step, basi ninakushauri jiunge katika moja ya programu mbili. Eza Mauzo Master, unaweza kujiunga sasa hivi kwa shilingi 90,000, au unaweza kujiunga na NMU Pro ukasema na mimi ukapewa offer. So kwa sasa hivi nitakuonesha hivi katika video na ukuja nitakuelekeza mfumo ambao unaotengeneza jinsi gani ninavyowapitisha wateja step by step mpaka kufika kununua. Na pia nitakuja kuelekeza baadaye, nitakuonesha video la kwamba namna gani ninavyotengeneza offer. Lakini ukitaka kujua in details hizo offers zinatengenezwaje, na kushauri kiingia kwenye program utaona kwa kuna video ambayo nimeelezea. Kwa hiyo hapa nimekupa plan, and then baadaye nitakuelekeza sasa namna gani kupanga hizi plan, na pia video kama hizi tutashare pia kwa namna gani tunavyopanga plan kama hizi za kuweza kufanya recruiting. Kwa hiyo kama unataka kupita na hizi video, na kushauri jiunge sasa hivi na program uweze kujifunza zaidi. Hapa kwenye group utakuwa unapata tu zile overview, nikuonesha tu namna jinsi gani mimi nafanya, ila ukitaka kujua namna gani kufanya basi unaweza kujiunga kwenye program. But the first thing, kabla hujaanza kupromote, hujaanza kuingiza kipato, the first thing anza kuplan. Na hakikisha plan yako unaiweka kwenye ubao wako kila siku ukiamka, ujue lengo lako ni nini.